Haleluya. Tarehe 21 ya mwezi wa 3 na kipindi hewani Utupeleo Riziki Yetu ya kila siku. Tunaendelea na uchambuzi wa maeneo 8 ambako fedha hujificha. Na hii tunaangaliezia eneo la pili, ikiwa ni siku ya 3 ya eneo hili la pili ambako tunasema fedha inajificha kwenye kujinyima au kujitoa. Ikuonyesha mfano wa kwanza kina Esther na Wayahudi wote walijitoa kwa kufunga na kuomba siku 3 mchana na usiku bila kula wala kunywa. Na Esther akapata kibali kuingia mbele za mfalme, akaeleza shida yake, na Mordekai na Wayahudi wengine wakasemewa, na unaona jinsi ambavyo ilibadilisha adhabu ya Hamani aliyokuwa ametoa kwao. Lakini maombi yale yale unaona yakifanya jambo la pili ambalo linamnyima usingizi mfalme. Anatafuta kujua ni nini alichofanyiziwa Mordekai, ambaye kumbuka alikuwa ametoa taarifa ya walinzi wawili waliotaka kumuua Ahasuero. Sura ya 6 Biblia inasema aliwachongea wale walinzi. Kwa nini aliwachongea? Kwa sababu yeye alikuwa ni raia, kwa hiyo alienda kuwasemea askari, na hiyo ikaitwa ni uchongezi. Na nikwambia hii ni sadaka ya kujitoa maisha yake mwenyewe, ambayo ni sehemu ya pili fedha hujificha, kujitoa sadaka maisha yako kama sadaka ili uweze kufanikiwa kiuchumi. Ndicho alichokifanya Mordekai. Umesema umejuaje? Kwa sababu kama unaelewa kidogo ambavyo mfumo wa kiserikali au majeshi yetu wanafanya kazi, utanielewa. Huyu ni raia Mordekai aliyewachongea askari au wanajeshi walinzi wa mfalme. Unapaswa kuelewa ya kwamba jambo hili likitokea, askari wenyewe tu wasingependa ya kwamba raia wachongee. Kwa hiyo Mordekai alikuwa kwenye hatari ya kufanyiwa chochote, ikiwemo labda kuuawa na askari kwanza aliyowachongea. Lakini kama waliochongea wamekamatwa na wamefungwa, askari wenzao waliobaki wasingefurahia kile kitendo. Ni mfumo jinsi ulivyo. Kwa Mordekai pia alikuwa amehatarisha maisha yake kwa askari waliobaki. Wangeweza kumuua, wangeweza kumtesa na kumfanyia kitu chochote kwa mifumo ya dunia ilivyo na ya kiutawala ilivyo. Kwa hiyo kuwachongea askari wakati yeye sio askari, hiyo ilikuwa ni sadaka ya kujitoa maisha yake. Alikuwa amejitolea hata kufa ikibidi ili amlinde mfalme. Na kujitoa au kujinyima kumeficha mafanikio yako ya kiuchumi, ikiwemo hii sadaka. Kwa hiyo hii ni sadaka ya Mordekai kwa mfalme. Kumbuka alikuwa hajaajiriwa, ilikuwa sio sehemu ya kazi yake, lakini alikubali kusema, ni kama anasema litakalo kuwa na liwe, hata nikifa au askari wakinidhuru, mradi nimemwokoa mfalme ambaye ni mume wa mpwa wake Esther. Kwake hiyo ilikuwa ni sadaka tosha. Na unaona sadaka ile ikivuviwa na maombi inamnyima usingizi mfalme Ahasuero. Sura ya 6 anauliza ni nini alichofanyiwa Mordekai baada ya siku nyingi, hatuelezwi ni siku ngapi, lakini baada ya muda. Na unaona sasa akiagiza kupitia Hamani nini afanyiwa Mordekai. Ule mstari wa 10, akavishwa mavazi ya kifalme, akapewa farasi. Na mstari wa 11 ndipo Hamani alipotoa mavazi ya farasi, akamvika Mordekai yale mavazi, akamkaribisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini, akapiga mbio mbele yake. Hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Mstari wa 12, kisha Mordekai akarudi kwenye mlango wa mfalme, bali Hamani akaenda mbio nyumbani kwake mwenye msiba na kichwa chake kimefunikwa, kwa sababu alifikiri nafasi ni ya kwake. Basi Hamani akawasimulia Zereshi mkewe na rafiki zake ya kila neno lilompata. Kisha watu wake wenye hekima na Zereshi mkewe wakamwambia, ikiwa huyo Mordekai ambaye ameanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Wayahudi, wewe utamweza, bali kuanguka utaanguka mbele yake. Hata walipokuwa katika kusema naye, wasimamizi wa nyumba ya mfalme walifika wakamhimiza kumleta Hamani katika karamu ile aliyoiandaa Esther. Nataka nikuangazie kwenye ule mstari wa 12. Mstari wa 12 unasema, kisha Mordekai akarudi kwenye mlango wa mfalme, bali Hamani akaenda zake mbio nyumbani kwake mwenye msiba na kichwa chake kimefunikwa. Kwa nini Hamani alienda nyumbani kwake mwenye msiba? Kwa nini? Ni kwa sababu Hamani alifikiri ya kwamba ile nafasi ni ya kwake. Ukisoma mstari wa 6, ule mstari wa 6 ndicho kitu ambacho Hamani unaona akikisema. Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Basi Hamani akamwambia mfalme yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Hamani alikuwa amejiwekea uhakika ya kwamba kitu chochote kizuri kutoka kwa mfalme kwenye mfalme kingekuja kwake. Na kwa hiyo hata hii nafasi alikuwa anajua ni ya kwake. Na utasema kwa nini? Kwa sababu ile niliyokuambia.
Alikuwa anajua nguvu iliyofungwa kwenye kujitoa, ikiwemo kujitoa sadaka au kujinyima. Na kujitoa au kujinyima kuna kufanya ufanikiwe kiuchumi. Mordekai, Esther walikuwa wamejinyima kwa upande wao. Kwanza kwa kufunga na kuomba. Pili kwa Mordekai kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya kumwokoa mfalme. Si watu wengi sana wanaona ya kwamba Hamani naye alikuwa ametoa sadaka. Alikuwa naye amejitoa kwa fedha. Na kule kujitoa kwake kwa fedha nyingi kulikuwa kumempa uhakika ya kwamba nafasi yoyote nzuri ya kifalme ingekuwa ni ya kwake. Hakujua ya kwamba Wayahudi wana mfumo wao wa sadaka na wameshatoa sadaka kwa njia ya kufunga na kuomba, na ya kwamba Mordekai ameshatoa sadaka ya maisha yake kwa kumwokoa mfalme. Yeye naye alikuwa ametoa sadaka na alikuwa ategemea kwamba kwa kutoa ile sadaka yake hii nafasi ingekuwa ya kwake. Mashindano haya ya sadaka ya Mordekai ilishinda, ikampa nafasi. Kujitoa kwake kulikuwa na nguvu iliyokuwa imevuviwa kimaombi yale ya kufunga niliyokuambia, na ikaipa nguvu sadaka yake zaidi ya sadaka ya Hamani. Unasema umetoa wapi mtumishi? Sura ya 3 ya kitabu cha Esther. Sura ya 3 ya kitabu cha Esther mstari wa 8 hadi wa 11 unatuambia sadaka ya Hamani. Hamani alikuwa hafanyi tu haya mambo kiholela, alikuwa anajua nguvu ya sadaka. Na hii sura ya 3 mstari wa 8 unasema basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya mfalme wako, nao sheria zao zimefalikana na sheria za taifa za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Angalia mstari wa 9, basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe. Nataka uone ili jambo kubwa kwenye mstari wa 9. Si tu Hamani alisema waangamize, alisema waangamize kwa kujitoa, kwa kutoa sadaka ya fedha. Akasema nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mkononi mwao watakaosimamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Talanta 10,000, talanta 10,000 za fedha Hamani alitoa kuweka kwenye hazina ya mfalme. Na alivyosema hivyo ndipo mfalme alipoivua pete yake mkononi akampa Hamani bin Hamedatha Mwagagi, adui ya Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vyema. Kwa hiyo Hamani naye alitoa sadaka fedha 10,000, talanta 10,000 za fedha akaziweka kwenye hazina ya mfalme. Kujitoa sadaka ni njia mojawapo ya kufanikiwa kiuchumi. Angalia, aliongea maneno mengi lakini mfalme alikuwa hajaridhia kumpa ile ruksa. Alivyoongea habari ya fedha na kutoa sadaka, mfalme akaridhia akampa na pete yake. Kwa hiyo Hamani alitoa sadaka, na ile sadaka alikuwa na uhakika ya kwamba imempa nafasi ambayo mfalme hawezi kumpa mtu mwingine. Asijue ya kwamba Mordekai naye alikuwa ametoa sadaka ambayo ni ya kujitoa maisha yake kwa kumlinda mfalme asiuawe na walinzi wake. Biblia inasema kwa kuwachongea. Lakini nguvu ya sadaka yao na Wayahudi ilikuwa ni kubwa kwa sababu ilikuwa powered, ilikuwa imepewa nguvu na mfungo wa siku 3 kavu walizofanya na kina Esther na Wayahudi wote. Ule mfungo ulivuvia sadaka ya Hamani ya sadaka ya Mordekai ikawa ina nguvu kuliko sadaka ya Hamani. Na haya mapambano ya sadaka yakamnyima usingizi ya Ahasuero na akampa nafasi Mordekai, akawa ni mtu mkuu kwenye nafasi badala ya Hamani. Na Biblia inasema wa mkewe na ndugu zake alipoenda kuwasimulia wakasema, Bwana kama ni Myahudi hautamweza, kwa sababu tayari umeanza kuanguka mbele yake. Waligundua kuna kitu ambacho ni cha tofauti. Nataka uone kujitoa sadaka kwa mwili, kwa maisha yake Mordekai na maombi ya mfungo yalimpa nguvu ya kiushindi ya kiuchumi dhidi ya sadaka ya Hamani, talanta 10,000 za fedha zilizokuwa zimewekwa kwenye hazina ya mfalme. Kujinyima, kujitoa sadaka ikibidi maisha yako ni mlango mkubwa sana wa kukufanikisha kiuchumi. Watu wengi sana wanaanzisha biashara, wanaanzisha kazi, wanaanzisha huduma, lakini hawataki kujitoa miili yao. Wanataka kuwa mabosi na kuagiza wengine wafanye kazi, na hilo ni kosa la kiufundi. Nitakueleza baadaye kidogo kwenye siku zijazo ya kwamba kazi, biashara at very initial stages, kwenye hatua zile za mwanzo, inahitaji wewe zaidi, maisha yako zaidi, muda wako zaidi kuliko wafanyakazi ili uweze kufanikiwa. Hatua ya kuweka wafanyakazi na kuitwa bosi ni ya mbele sana. Ukianza mwanzoni uwe na uhakika hautafanikiwa. Jitoe maisha yako, jitoe sehemu ya wewe katika kile unachokifanya kiuchumi,
na ukiunganisha na maombi ni mlango mkubwa wa Mungu kukufanikisha. Mungu akubariki sana hata tutakapoonana kesho muda na saa kama hii kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Uwe na siku njema. Amen.